Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Karibu katika channel yako pendwa ya Nebuye TV. Kwa siku ya leo tutazungumzia faida ya utunzaji wa mti wa korosho. Faida ya utunzaji wa mti wa korosho. Kabla tujaanza mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, na kuomba tu uweze kuwa nasi hatua kwa hatua kuanzia mwanzo wa video hii mpaka mwisho wa video hii. Kuna mambo mengi utajifunza. Na pia maswali utakayokuwa unaulizwa na kuomba uweze kujibu kwenye comment ili tuangalie kwa hali gani umeweza kupata elimu. Na kupata elimu hii pia mkumbushe mwenzio, na kumbuka kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Kwa mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, faida kubwa ya kwanza ya kutunza mti wa korosho ni kama unavyoiona katika screen yako hapo. Hapo kwenye screen yako unaona nini? Kwenye screen yako hapa unaona ni mkorosho mdogo ambao una maua. Ni mkorosho mdogo wa mwaka 1.5 lakini una maua. Kwa nini unakuwa na maua? Kwa faida ya kwanza kabisa kubwa, kwamba mkorosho wako ukiutunza vizuri utawahi kutoa maua. Kwa ina maana utawahi kupata mavuno mapema. Hili jambo ni la kweli, na jambo hili tumeanza kulishuhudia mimi na wewe mtazamaji wangu katika shamba la mkulima wetu huyu ambaye ametuita baada ya kupata elimu na baada ya kufuatilia jinsi gani ya kuandaa shamba lake, jinsi gani ya kuweza kuhudumia mkorosho. Kwa siku ya leo ameweza kutuita kuja kutuonesha kwamba ni ushuhuda, ni kweli kwamba kuna faida kubwa pindi utakapo hudumia vizuri mkorosho wako. Kwa kuhudumia vizuri mkorosho wako, faida kubwa ya kwanza ambayo utakutana nayo, mkorosho wako utawahi kuzaa mapema kabla ya wakati wake. Kwa ina maana wewe utawahi kuvuna mapema na watu wengi watakushangaa sana kwenye kijiji chako au maeneo unayokaa. Huu ni mkorosho wa mkulima wetu ambaye umewahi kutoa maua mapema baada ya yeye kuutunza vizuri mti wake, kuhudumia vizuri mti wake wa korosho. Kwa shamba lake la korosho amelihudumia kwa muda mfupi na kupata matokeo yaliyokuwa bora na mazuri pia kwa muda mfupi. Kwa hiyo kama haujui jinsi ya kutunza vizuri shamba lako la korosho, nilikuwa nakuomba uweze kurejea katika video zetu mbalimbali ambazo tumeweza kuziposti, tumeweza kuelimisha na utaweza kujifunza vitu vingi sana jinsi ya kuhudumia shamba la korosho, na wewe ni miongoni mwa wanufaika na wafaidikaji kama alivyofaidika mkulima wetu huyu, ili na wewe uweze kutuita ili tuje kutembelea. Kwa haraka tu mpenzi mtazamaji, ili tuseme kwamba wewe unaweza kuhudumia vizuri shamba lako la korosho na kupata mavuno mazuri na mapema kama ya huyu mkulima wetu unayemuona hapo. Cha kwanza, kabla haujapanda jitahidi kufuata zile hatua za kisheria. Kwa mkorosho mmoja na mkorosho mwingine hatua zako 3 kwa 5. Safu moja ya korosho mpaka safu nyingine hatua zako 3 kwa 5. Ina maana pale hata unaona kama unavyoangalia mwenyewe hapo, kuna hewa inapita, kuna movement ya hewa, kwamba kuna flow ya hewa, kwamba hewa inatoka huku inapita huku, upepo unatoka huku, upepo unapitia huku. Kwa hiyo inakuwa ni hali nzuri, kuna mabadilishano kati ya mmea na mmea kwa jambo la hewa. Kwa hata uchafishaji wa nyuki, maana tunategemea nyuki, tunategemea upepo pia. Hususan jambo la tunda, ili kuweza kupata tunda ina maana lazima kutokee kwenye pollination. Kwa hiyo ile pollination ili kutake place pia inahitaji walau mti uweze kuwa na hewa nzuri, yani nafasi iwe nzuri. Na kitu kingine, upepo unaweza kupuliza kutoka sehemu moja kwenda nyingine ili zile stigma zitoke ziende kwenye anther na mambo mengine yaweze kutokea na tuweze kupata tunda litakuwa vizuri. Kwa hiyo cha kwanza kabisa maandalizi. Ukifanya maandalizi, hii faida kama mkulima wetu huyu unayemuona hapa, utakuwa ni miongoni mwa watu watakayepata faida. Kwa nini usipate faida na wakati unafuatilia Nebuye TV? Utakushangaa kama wewe kweli unafuatilia Nebuye TV hatua kwa hatua, video mbalimbali ambazo tunazozitoa hapa, wewe utakuwa ni miongoni mwa watu watakayepata faida kubwa sana. Kwa faida nyingine kama unavyoiona hiyo, maana kwamba korosho zako ni za kijani.
Maana kwa korosho ya kijani ina maana kwamba korosho yako ina rutuba iliyo nzuri na ina mbolea ya kutosha na ina maana imestawi vizuri. Yaani majani tu kuwa kijani ina maana kwamba korosho wako una afya iliyo bora. Na afya iliyo bora, mkulima wetu huyu yeye mwenyewe ametuambia kwamba baada ya kujifunza kuangalia video ile ambayo inahusiana kwamba umuhimu wa kutumia mbolea ya asili. Basi mkulima wetu ameenda kupractice, ametumia mbolea ya asili, ameweka hapo na kweli kuna faida. Ndani ya miaka yake michache tu tayari. Kuna watu wengine wanalima korosho inakaa mpaka miaka 5 ndio inaanza kuzaa. Lakini imekuwa ni tofauti kabisa kwa mkulima wetu. Hata wewe mwenyewe ukiangalia mti kweli ni mdogo na una matawi madogo na una maua mengi. Mpenzi mtazamaji, kwa hiyo ni kitu ambacho kina uhalisia. Ukifuatilia vizuri ina maana kwamba utapata faida iliyokuwa nzuri na iliyokuwa bomba, na utakuwa ni miongoni mwa watu watakaofanya vizuri katika mambo yao. Hebu kwanza turudi nyuma uweze kuangalia kwanza mti wako jinsi ulivyokuwa mdogo. Huu ndio mti mdogo, mti wa mkorosho mdogo kabisa, una umri mchache mno, una miaka midogo kabisa. Lakini mkulima wetu huyu kafuatilia sana Nebuye TV. Kabla hajapanda alikuwa anatuuliza maswali, tunamshauri mpaka ameanza kupanda. Mpaka sasa mti wake una miaka michache na umeanza kutoa maua. Kwa hiyo ametuita ili tushuhudie kwa pamoja, tuone faida gani ambayo ameweza kuipata. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kuna faida kubwa sana kwenye jambo la kuhudumia mkorosho wako, kwenye jambo la kuhudumia shamba lako la korosho. Bila kuwa na faida hii, ina maana wewe mkorosho wako hautaweza kukua na kujipatia matumaini na matunda ambayo inaweza kuonekana kwa wakati wa muda mfupi. Maana asilimia kubwa watu wengi tunapenda matokeo ya muda mfupi, yaani ufanye jambo alafu matokeo uweze kuyaona kwa haraka. Kwa hiyo ili matokeo uone kwa haraka, jitahidi sana kuweza kuhudumia mti wako, kuhudumia shamba lako la korosho kama vile unavyoelekezwa na wataalamu wetu kutoka Nebuye TV. Pia ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, nikukumbushe tu kusubscribe na kuangalia video mbalimbali ambazo zipo hapo katika playlist. Jifunze, wafundishe wenzio, pia ukumbuke kushare na kulike. Ina maana itakusaidia pia elimu hii watu wengine kuipata na kuweza kujifunza. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, miongoni mwa faida nyingine ya kuhudumia mkorosho wako, kama mkorosho wako unakuwa hauathiriwi na wadudu. Kama ulivyoangalia mkorosho huu ni mdogo na hauna dalili yoyote ya kuugua. Yaani mkorosho hauwezi kuugua, mkorosho hauwezi ukashambuliwa na wadudu, mkorosho wako hauwezi ukasumbuliwa kama mikorosho ya wakulima wengine ambaye hawafuati hatua mbalimbali ambazo wanaelekezwa kwa ajili ya kilimo cha korosho. Pia kitu kingine mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kuna faida kubwa sana nyingi. Faida nyingine ambayo tunaiona hapa, ina maana kwamba shamba lako halitaweza kuharibiwa na moto. Au shamba lako kwa lugha nyepesi halitaweza kuingia na moto. Maana kuna watu wana tabia ya mashamba yao wanayachoma na moto ili kupunguza majani. Majani yakiota ndio wanapuliza dawa, wanaandaa kwa ajili ya kilimo. Na tukumbuke mashamba mengi yamepakana na mashamba ya watu wengine. Kwa hiyo kama mashamba yetu yamepakana na mashamba ya watu wengine, kuna changamoto kubwa muda wa kiangazi, majirani zetu wanapokuwa wanachoma moto kuhama kwenda kwenye mashamba yetu. Kwa hiyo ukifuatilia vizuri Nebuye TV, ina maana utajua na utapata faida kama huyu aliyoipata. Ame faida kubwa, ina maana shamba lake na huu mkorosho haujaungua. Mkorosho wake haujaungua kwa sababu kafuata utaratibu, kafuata njia nzuri ya kusafishia na kuweka mazingira ya kusafi. Ukiangalia pale chini shamba liko safi, shamba linaonekana na una uwezo wa kuhesabu hata sensa
mikorosho yako ukaijua kama mimi mikorosho yangu iko 40, mikorosho yangu iko 80 au mikorosho yangu iko 100. Utaijua baada ya kuwa unatembelea katika mkorosho mmoja kwenda mkorosho wa pili. Na haya yote unayapata ndio faida ambazo za kuweza kuhudumia shamba lako la korosho au mti wako wa korosho. Kwa mpenzi mtazamaji, nikusihi tu ukumbuke kusubscribe, ukumbuke kulike, ukumbuke kushare na pia kuweza kufanya mawasiliano kama kuna chochote ambacho unakuwa hauelewi au unataka uelewe. Fanya mawasiliano na Nebuye TV, tutakushauri kitaalamu kwa kufuata miongozo na misingi ya wataalamu. Tunapatikana pia kwa njia ya WhatsApp vizuri, tutawasiliana na tutakujuza na tutakuelimisha. Kwa ndugu mtazamaji, hili ndio shamba bora la mkulima wetu wa Nebuye TV.